Mpe Yesu makofi na vigelegele. 2026 nenda na majira. Nenda na wakati. Kuna watu wako mahali hapa na kawaumba Mungu, lakini wapo special kwa ajili ya mabaya. Sema mabaya. Na hao hawezi kuondoka. Lazima wawepo kwa sababu Mungu ndiye amewaumba. Sema amen. Usiogope. Kwenu kuwa na wachawi sio shida, kwa sababu hata wale wachawi Mungu ndio kawaumba. Sijui kama unanielewa. Lakini tatizo linakuwa, je, wewe unayetambua kuna mtu ambaye anakuharibia miradi yako, anakuharibia mambo yako, je, uko tayari kuambatana naye? Ukiambatana naye mpendo, hata nikikuombea utaferi kama 2025. Sijui kama unanielewa. Ukitaka 2026 uapprove kwenye mambo yako, jitenganishe na watu wasiokuwa wa faida. Jitenganishe na watu wenye roho za kutapanya. Narudia kusema, kuna vitu vingine havihitajiki maombi. Kuna vitu vingine vinahitajika maamuzi. Kwa sababu hata hao waharibifu wameumbwa na Mungu, na Mungu anawaacha. Achana na huko ulimwengu, huko ulimwenguni huko, achana nao. Kanisani wapo wa kutosha, na Mungu anawaacha makusudi. Sijui kama unanielewa. Nikwambia, hata makanisani shetani anaenda kuzurula. Ayubu alimwambia Mungu alimwambia shetani, umetoka wapi? Amesema nimetoka kuzurula huko. Sema amina. Wapi? Huko duniani ulipoumba, lakini umebariki. Vipi? Kasema nimeona. Kamwambia, mmemwona kuna mwanangu Ayubu? Mmemwona? Kasema kila nikimtafuta, si umemlinda na kumbariki. Sema amina. Umemlinda na kufanyaje? Kumbariki. Kwa hiyo hata aliyebarikiwa anawindwa na shetani na adui anamfuata. Lakini kilichomfanya Ayubu asiteteleke mara ya kwanza ni nini? Ni ulinzi. Mungu amemprotect, hakuna shida, yupo kwenye ulinzi. Sema amina. Ayubu alipoingiliwa na yale matatizo, Mungu alisema ninakuachilia nafasi. Yaani Mungu alimwachilia shetani nafasi amguse Ayubu. Kasema ninakupa nafasi, lakini usiguse nini? Nafsi yake. Mwache endelee kupumua. Hata kama ukiharibu maisha yake, mwaka unaokuja nitabadilisha historia yake. Hujanielewa? Mungu aliruhusu maadui wa pamoja nao, lakini mwaka unaokuja ambao ndio mwaka 2026 anahitaji abadilisha historia yako. Pokea hiyo neema. Unaanza kupambana na watu wa Mbeya, una akili. Ukianza kupambana na Mbeya, wewe una akili. Sijui umenielewa. Sasa hivi usipambane na mtu ambaye haleti faida. Sijui kama unanielewa. Daudi alipambana vita vya Goliath, alijua kuna faida. Akasikia majemedali wa vita wanaongea. Mfalme akasema atakaye shinda atachukua binti yake na nusu ya ufalme atakuwepo nao. Daudi alisikilizia. Aliwauliza tena maaskari, akasema mnasemaje? Wewe dogo ukaa pembeni. Wale wanaosalaulika huwa ndio wanakuaga nguzo. Hujanielewa? Wewe uliyesalaulika kwenye familia yenu, wewe ndio utakuwa nguzo katika jina la Yesu. Daudi akaulizia apate siri. Wakamwambia, wewe dogo, peleka msosi bwana, wewe umeleta msosi kwa kaka zako, acha ujinga. Huwezi kusikia haya, huku tunaongea makubwa. Kauli ya mfalme. Kwani mfalme kasemaje? Kasema atakaye mpiga Mfilisti, sio Wafilisti. Kuna Mfilisti na kuna Wafilisti. Kuna wachawi na kuna mchawi. Wachawi wako wengi, lakini wewe na pia una mchawi wako. Wambea wako wengi, lakini na wewe una mbea wako. Mungu anakwenda kushughulika na huyo mbea katika jina la Yesu. Mungu anakwenda kushughulika na adui yako. Huu ni mwaka wa adui yako kupigwa kipigo kisichokuwa cha kawaida. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Naongea na watu, glory somebody, naongea na watu. Huu mwaka usiache adui akuzuie. Hacha. Lazima nikwambie ukweli. Mimi ni nabii, ninaona mbali, sio kutabiri na kujua kwenu kuna shida gani.
bali mimi ninajua kuna matamko mengi yatakuja mbele yako. Sema amina. Kuna matamko mengi yatakuja ya kukukatisha tamaa 2026. Sasa nisipokupanda sasa hivi hizi siku ibada, mimi hapa Mungu ananipa nguvu ya kutengeneza msingi. Mimi hapa natengeneza msingi wa 2026. Ndio kwanza tumeuanza. Ndio kwanza tupo Ijumaa ya mwanzo wa mwaka huu 2026. Lazima nimwage zege vizuri. Haleluya. Lazima nguzo nizisimike vizuri. Haleluya. Hata kama zoruba ikitokea, hautatikisika katika jina la Yesu. Daudi alisema ninaomba siri, akawaambia mfalme amesema atakayeshinda vita atapokea ufalme pamoja, ataoa na binti yake. Akasema okay, hii vita ina faida. Mwambie jirani yako hii vita ina faida. Kamwambia hii vita ina faida. Kasema haina shida. Kwani huyo Mfilisti yuko wapi? Yuko kule mbele, wewe angalia kule. Jeshi la Wafilisti limesimama, lakini katika jeshi lile yuko mmoja ameinuka kuliko wengine. Wanasema wale hawatogopi kwa sababu kuna jemedari wao wanamtegemea. Sema amina. Wanamuita nani? Amesema anaitwa Goliati. Kawaambia nyinyi hamjui, hii vita sipimbani kama mnavyofikiria, lakini baada ya kumiminiwa mafuta iko nguvu ya Mungu ndani yangu, na mimi leo ninakumiminia mafuta ya roho katika jina la Yesu. Na kumiminia mafuta ya roho katika jina la Yesu. Na hayo mafuta ya roho inakufanya na kwenda kuvinda vita zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Sema niko tayari Baba. Sema amina. Akasema haina shida, imeandikwa. Akavuka majemedari wa kwao, akasonga mbele, akasongea mbele. Pale palikuwa na kijito kiliwatenganisha jeshi la Israeli na jeshi la Wafilisti. Wewe hujanielewa. Kabla adui haja kufikia, Mungu aliweka mto, aliweka njia pale, aliweka kizuio ili wasikufuatilie. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo Daudi hakumsubiria yule aje huku, kasema mimi leo ninavunja sheria, ninavuka huu mto, lazima nifuate adui yake katika jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Daudi hakusubiria Wafilisti wamsogelee au yule Mfilisti amsogelee. Daudi mbele aliona kijito. Maana ya kijito ni maji yako pale, na ulimwengu wa roho ni neno, ndio maji yenye nguvu. Kuna neno limesimama pale katikati, unatakiwa ulipite lile neno na uchukue nguvu katika lile neno. Hujalielewa? Ukachukue jiwe katika yale maji. Kuna jiwe la mbinguni hapa, ni ufahamu wa kiroho, ndio jiwe la kupiga adui yako. Kwani mawe si angekuwepo sehemu yoyote? Kwa nini mawe yawe kwenye nini? Yawe kwenye kijito? Si angekusanywa mawe, angewekwa kwenye kifusi pale. Lakini kwa nini kuna kijito? Wafilisti wale kule, Israeli yuko. Daudi akavuka. Alivyovuka kufika kwenye kijito, akachukua mawe 5, akachukua nguzo 5 za utumishi. Lakini kafikiria, nikiwaambia kichungaji hawatanielewa hawa, nikiwaambia kiualimu hawatanielewa hawa, nikienda kiuinjilisti hawatanielewa hawa, nikienda kitume hawatanielewa hawa. Hawa ni waendele jiwe gani? Kasema hii jiwe la namba 5 ninanyosha kidole, ndiyo kidole cha unabii. Kasema hiki kidole ninanyosha pale, hiki ni kidole chenye mamlaka, ndio maana kinanyoosha hivi. Hakuna kidole kinachonyoosha hivi wala hivi. Hiki peke yake ndicho kinanyoosha. Kinanyoosha, ni sheria, kidole cha unabii. Bwana Yesu asifiwe. Kasema hapa ni watendee kupitia njia gani? Akachukua mawe akaweka kwenye kifuko chake, akatembea nacho. Alimfuata. Sio adui kukufuata, adui mfuate kule kule. Mizimu ya kwenu maombi tunayapiga kule kule, umaskini tunaufuata kule kule. Huu ni mwaka 2026. Roho ya kushinda tunaifuata kule kule, kabla haijatukaribia tunaifuata wewe. Sema amina. Unasikiliza injili ya kukuloga, injili ya kukuweka chini. Nani kakwambia? Injili ya Kristo ni injili ya kuinuliwa na kusonga mbele.
Wale kaka zake na majemedari wa vita walikuwa wanasubiri Wafilisti waje wapigane, lakini Daudi kasema, nyinyi hamuelewi, nisikilizeni, nawapa protocol za mbinguni. Hawa sio wa kuwasubiria waje, nyinyi hapa mnaogopana, subiri niwatengenezee njia. Akavuka. Kaka zake na majemedari wengine wanamtazama kijana yule kule, amevuka mto. Sema amina. Pe Yesu makofi na vigeregere. Amevuka mto, amebeba mawe yake 5 kwenye kifuko, amesonga mbele. Lakini kumbuka, mawe usichukulie mawe ya kawaida. Mawe ni yale maneno ya kimungu yaliyo ndani yake. Ndio maana alivyofika, kabla hajafikia akaanza kumtukana. Akamwambia, wewe sio tairiwa, una akili wewe. Wewe sio mwanadamu wewe. Dijinga kabisa. Anashanga, huyu mtoto kwa nini ananizarau? Kuna neno la kinabii, ni neno la ushujaa. Angezubaa Daudi angeuawa. Ndio maana hata yule alimrushia mikuki Daudi. Alishusha mikuki, alirusha, imemkwarua kwenye kifua chake. Lakini ya kuteseka alikwepa, imemlalua. Lakini ya kuangamia, kwa nini wewe unasema kidogo umekata tamaa? Kwa nini unavunjika moyo kwa ajili ya Bwana? Lakini aliendelea kusonga mbele kumfuata. Kaendelea kumtukana. Kuja kushangaa, kachukua jiwe la kinabii, kaliweka kwenye ngumbeo, akalirusha. Jiwe moja la kinabii ndilo liliomwangusha Mfilisti. Baada ya pale, historia ya Wafilisti ikafa kabisa. Wewe baada ya kudondoka, ulisikia historia ya Wafilisti iliendelea. Biblia imeandikwa, baada ya pale historia ya Wafilisti imefanyaje? Imekufa. Pale ilipotokea, historia imefanyaje? Imekufa. Kwa nini wewe historia ya adui yako isife? Kila mwaka wameniroga, kila mwaka kwetu wachawi, kila mwaka naogopa kwenda kwetu, kuna miungu. Wewe umelogwa wewe. Uamini Mungu uliye ndani yako, umwamini huyo Mungu uliyembeba ndani ya kifua chako, umwamini. Kwa nini unanipeleka mimi shida zako? Kwa nini unanisakia makesi ya kwenu afu mimi napambana nayo? Kwa nini? Kwa nini mimi nimemwamini Mungu? Kwa nini wewe usiamini Mungu? Na kuambukiza 2026. Acha kukata tamaa, acha kuogopa vitu vya ajabu. Pokea nguvu ya Mungu ikakuinue, ikakutetea katika jina la Yesu. Ndio maana naambiwa hivi, maadui Mungu aliwaacha waendelee kuishi kwenu. Kwa sababu hata hao wabaya waliumbwa na Mungu ili wawepo. Kwa maana wewe usingefinywa, usingemtafuta Mungu. Ndio maana kuna vitu vingine vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Naomba uketi. Chukua nafasi yako uketi. Kubadilika kuanzia kiroho, kiuchumi, kiafya, kimuonekano. Badilika. Uwezekano umesema umeokoka alafu upo tu. Kauli yako haina power. Nani kasema? Uliokoka unatakiwa ukitamka jambo lina power. Mtu akitazama sema kweli kuna nguvu ya wokovu hapa. Sema amina. Wengine leo hawajaja. Sema amen. Wamejipatia nafasi sijui nini, kwa sababu kama ofisi zingine zimeblokiwa toka tarehe 1, hawaja kwenda ofisini. Sema amina. Lakini mwingine hatamani, kasema nimekaa kwenye mkesha, nimeshakula, mimi siendi tena. Usiwe na ufahamu huo. Manake bado baada ya kusonga mbele anaendelea kurudi nyuma kiroho. Anasema hivyo, je, mimi niliokaa mwaka mzima uliopita sijaacha kusimama madhabahuni? Bwana Yesu asifiwe. Nyie kuna siku mmeniona sijasimama madhabahuni. Ukiona siku hiyo sipo, ujue nipo mlimani na huko nina kazi kubwa kuliko hata kusimama hapa madhabahuni. Sema amina. Kuzungumza na Mungu ni kazi nzito. Lakini kwa nini sikukata tamaa? Na kwa nini tumeanza tunataka kusonga mbele na Mungu? Kwa sababu Mungu ametupa hatua nyingine kubwa ya kusonga mbele. Mungu kukupa nafasi ya kuiona 2026 anakusudi na wewe, ili uyatengeneze yale ambayo kuyatengeneza 2025. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine yuko hapa haelewi namna ya kusimama na madhabahu. Narudia, hii kauli moja anapenda kuizungumza ndugu yangu, rafiki yangu, Prophet Gardner Angel. Mungu huwa bariki nani? Machinga. Sijui kama unanielewa. Mungu abariki nani? Machinga. Kwa nini nasema Mungu abariki machinga? Haelewi wakati wa kukubariki ni saa ngapi. Sijui kama unanielewa. Wakati wa kukubariki Mungu anasema ibada hii ni mbariki mtu. Utamwona ibada hii yuko huku,
ibada hii yuko no, simama na Mungu. Pale unapomwona kwamba huyu Mungu amenibadilishia mambo yangu mengi, huyo ndio Mungu wa kumwabudu, ndio Mungu wa kusimama naye. Ila watu hawaelewagi Kiswahili. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Katika Injili unaambiwa yako makanisa mangapi? Makanisa 7. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa 7 na kila makanisa yalipewa kanuni yake. Sijui kama unanielewa. Lakini makanisa sio madhehebu, elewa makanisa enzi hizo. Na makanisa aliambiwa makanisa sehemu fulani, kanisa la huko akaliandikia. Maana makanisa yalikuwa yanaandikiwa ujumbe. Paulo alikuwa anaandikia ujumbe juu ya makanisa. Kwa nyakati hizi nendeni hivi. Kwa nyakati hii fenyeni hivi. Huko Samaria hubirini hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila wakati wale unavyoendelea kuhubiri unatakiwa wape mafundisho makubwa. Hii Biblia, hili ni neno la Mungu liko ndani. Watu wanatakiwa wasome, wabadilishiwe historia ya maisha yao. Kwa nini hutaki kubadilika? Usitake maisha ya zamani yaendelee kuishi kwako. Taka maisha yabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Ndio maana umeambiwa hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu hutoka kwa nani? Kwa Mungu. Njia ya mtu ni sawa machoni pake, lakini Bwana utazama moyo. Je, huu moyo unauhitaji? Huwa siku zote namwambia Mungu hawezi akakubariki kama moyo wako haujazungumza. Akubariki Mungu ajilazimishe kwako kukubariki. Hawezi akakubariki kwa kulazimisha. Lazima na wewe utake kubadilika, ndipo Mungu akubadilishie historia. Siwafichi. Kama watoto wa mahali hapa hamtotaka kubadilika, lazima niwaambie kuna watu watatoka wa mataifa ndani ya huu mwaka watabadilika na kufanikiwa kuliko nyinyi. Lazima niwaambie ukweli. Lazima niwaambie ukweli. Tunaingia huu mwaka, Mungu amenipa siri kubwa juu ya huu mwaka 2026. Na msizani kama mwaka 2026 mtaniona kwenye tu hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sitokaa tu kwenye hii madhabahu. Kama mtotaka kubadilika, kuna watu wengi watataka kubadilika ndani ya huu mwaka. Kwa sababu Bwana amenipa chakula cha kuwapa mataifa yote. Amenipa chakula cha kuwapa dunia nzima katika jina la Yesu. Lazima niwaambie ukweli. Lazima niwaambie ukweli. Kwa hiyo jitahidi na wewe kile chakula cha mwanzo ukipokee. Sema amina. Ukipokee, ukihifadhi. Na chakula cha mwanzo ni msingi wa imani. Sijui kama unanielewa. Watu mnafanya biashara, mnafanya kazi, mwaka umeanza, hakuna aliyesema biashara yangu naenda kumkabidhi Mungu. Hayupo. Nani aliyosema kazi biashara yangu naenda kumkabidhi Mungu? Nyosha kidole juu. Unajua maana kumkabidhi Mungu biashara? Nyosha mkono juu. Aliyesema kazi yangu naenda kumkabidhi Mungu? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lazima niwaambie kila kitu huwa unamkabidhi nani? Mungu. Mimi siwezi kukaa kuhubiri lazima bila kumkabidhi Mungu ili kanisa. 2026-25 Mungu umefanya 1 2 3. 2026 ninakusii Mungu, naomba hiyo kanisa ulifanye 1 2 3. Na mimi ninapotamka huwa Mungu ananipa sauti, ananiambia 2026 sio hapo tu, wape taarifa. Wasipoeka msingi wa kuinuliwa, yako mataifa mengine yanahitaji kuinuliwa. Wako watu wanasubiri sauti ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kwa Mungu niko tayari. Mungu akiniambia popote, niko tayari ili sauti ya Bwana ikapenye juu ya watu wanaohitaji kuinuliwa. Sema amen. Sema amina. Na mawazo yako yatathibitika. Na mawazo yake yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana amefanya kila kitu unachokiona kwa kusudi lake Mungu. Naam. Naam. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hata wabaya aliyowafanya waendelee kuwa ndani ya kanisa. Wako special Mungu amewaumba kwa sababu ya ubaya. Mpe Yesu makofi na vigeregere.
Ndio maana nikasema kanisani wa Mbeya hawatoisha, wanafiki hawatoisha. Kanisa ni kama gereji, kanisa zaidi ya hospitali. Sijui kama unanielewa. Kanisa zaidi ya karakana. Sijui kama unanielewa. Wanayekuja kanisani, kuna wainjini kubadilishwa, wengine kuwekwa oili safi, wengine ni injini inashushwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanaenda kufanyiwa service tu, kuoshwa gari, inamwagiwa mapovu, gari nini inaendelea kuwa safi, anaendelea kudunda. Lakini kuna mwingine ni injini lazima ishushwe. Kuna mwingine injini inatoa mpaka wadudu. Lazima damu ya Yesu ipite kwenye ile injini, iue vimelea vyote. Baada ya hapo ile injini iwe safi, iinuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inamkini inaweza kuwa wewe umekuja hapa, Mungu anatakiwa kupige tu brush uendelee kung'aa, lakini umeambatana na yule inatakiwa ishushwe injini. Anakupa mawazo ya kushushwa injini, na kati wewe ni wa kuwekwa oili tu, gari wake isonge mbele. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Ndio maana nakwambia mwaka ulivyokuja, jitahidi uangalie na mtu unaoambatana naye. Ukiongea jambo la kimungu analisapoti, au ukiongea jambo la kimungu analipinga. Yamkini inaweza kuwa hata kama atakuwa ni mtumishi wa madhabahuni, ukamwambia jambo bila kurespond, analiongelea vibaya. Yamkini huyo bado amekuja hapa injini ishushwe, ili damu ya Yesu ipite pale, ndio grisi yenyewe isafishe, itoe ukutu. Sema amina. Lakini kumbe wewe inaweza kuwa sio wa madhabahuni, lakini Mungu amekupa neema huko huko. Umekuja hapa kwa ajili ya gari kuoshwa lingae, ukaambatana na yule wa kushusha injini. Mpendwa katika Kristo, lazima na wewe gari yako injini itakufa. Sema amina. Kwa sababu unabeba makolokolo yale, unayajaza ndani ya moyo wako. Kwa hiyo 2026 Mungu akutenge na watu wenye roho ya uharibifu, kwa sababu umeambiwa hata wabaya waliumbwa kwa siku ya ubaya, kwamba nao wameumbwa, kazi yao ni kuyaongelea mabaya tu, kazi yao ni kuharibu tu, na hao huwa hawawezi kuondoka. Ndio huwa wanakuaga wengi kanisani kupita kimo. Wakikuona mtu umesema naleta bati 6, anakusubiria nje, anakuambia hivi shosi, wewe hiyo hela yako haina kazi. Au kama baba anakuambia hivi watoto wako wanasoma international school wasomi Kayumba, ndio maana unatoa bati 6 kanisani. Inaweza kuwa kweli wewe una hela, una hela kweli, Mungu akubariki lakini hiyo hela mimi na wasiwasi. Kwani wewe umeshajenga nyumba? Umejenga nyumba? Wewe hiyo hela haitonunua viti, hiyo haitonunua bati ya Mungu. Na hapa mimi namjua huyo mtumishi, hata ila hiyo hela ninamjua vizuri mimi, huyo ninamjua kindaki. Unamjua Shujaa amemjulia wapi? Unamjua mama Shujaa amemjulia wapi? Unamjua Pastor Gabu umemjulia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Lakini wewe kumbe moyo wako ni yani gari yako wewe ni kupigwa brush tu, kuingia kawoshi ni unadunda tena unang'aa. Unakutana na mwenzio kashushwa injini pale, anakuambia oya amna, anakuosha tu juu, injini imeharibika kama mimi. Na mimi nasema ni kweli yeye anataka na nyinyi muwe wengi, naye anakusanya wakati umumu kanisani, na huwa hawaondokagi. Wapo wanamezeshwa mbegu, lakini hawataondoka. Kwa sababu gani? Nao wameumbwa na Mungu kwa siku zao special. Wapo kwa ajili ya mabaya, hawataondoka. Sasa 2026 ni up to you. Kwenda kanisani
unamsubiri tena, unasema namsubiri mtu. Nani kakwambia kanisani watu wanasubiriana? Siendi kanisani namsubiri shosti wangu. Nani kakwambia? Kumbe unasubiri umsubirie mwenzio, kumbe yule injini yake ishakufa. Injini ishafanyaje? Ishakufa. Na unataka uambatane naye. 2026 itakula kwako, is up to wewe. Hawa watu wapo. Mwingine unasemeshwa na sauti ya Mungu, simama namna hii, lakini anakuja mwingine anakushusha. Kwa nini mimi ninazungumza? Mimi kila kitu huwa namuuliza Mungu na Mungu ananipa majibu. Kuna watu wako hapa, Mungu amewapa neema na ninajua wapo hivi, wapo hivi, wapo hivi, lakini unampa wiki mbili na yani Mungu anakuambia, yani Mungu anakuonyesha, unaona huyu na huyu muda sio mrefu wataonana. Wakishakutana wanabandikizana maneno, alafu huyu anabadilika anakuwa kama huyu. Sio wewe uliopewa neema umbadilishe huyu mbea amfuate Kristo. Yule anakuwa na nguvu kukuzidi wewe, anachukua ufahamu wako, anauconnect na ufahamu wake, unakuwa pamoja. Mwenzio anatoka Viwege, wewe unatoka kwa Baba Isa. Unatoka Viwege unaenda kwa Ngozoma kumsubiria, anatoka kwa Baba Isa. Eti mnatoka kwa wote kwa Ngozoma ndio mnakuja kanisani hapa. Yeye anatoka Viwege, wewe unatoka kwa Baba Isa. Kwa sababu ni wa Mbeya, unatoka huko unaenda kukutana naye kule. Na yeye anatoka kule, mnakutana kwa Ngozoma, ndio mnakuja hapa. Mimi ninawajua vizuri zaidi ya mnavyovijua. Nao wenyewe wanataka kuolewa. Unaonyesha picha hadi ya mchumba wako na namba yake ya simu, ongea na rafiki yangu. Umelogwa wewe. Umelogwa. Yaani wewe binti, afuja kuangalia sasa. Rafiki utakuja ushangaa rafiki kuzidi mpaka shepu. Sura. Unatafuta nini wewe? Utafuti kesi. Mwisho wa siku anaolewa mwingine. Wewe unapigwa teke. Rafiki yangu kanichukulia mchumba wangu. Baba nirogee. Baba fanya maombi afe. Si fanye maombi ya kufa. Yaani nafanya maombi ndoa ifungwe haraka haraka ili ujinyonge kiroho. Mpe Yesu makofi na vigelegele. 2026 chukua hatua ya kuinuliwa tena, chukua hatua ya kufanikiwa tena, chukua hatua ya kuvuka tena. Pokea. Watu wanashindwa kuvuka kwa sababu wanashindwa kujitofautisha na watu. Hata kanisani jitofautishe. Mimi nawaambia hata watumishi jitofautisheni. Kwa sababu leo nimempigia simu kama niliongea siku ile na nikamwambia ibada ni kutabiri, sio kuomba. Kuomba sio ibada. Ibada ni kutabiri. Sema amina. Ndio maana mambo yaliposhindikana, nabii anamuuliza Mungu inakuaje? Mungu asemi omba. Kanisa la kinabii sio kuomba. Kanisa la kinabii ni kutabiri. Ndio maana hata maneno tunosema jitabirie, omba, tamka vitu vikubwa, unajitabiria. Ndio makanisa ya kinabii yalivyo. Watu wengi wanapona kwa sababu gani kwenye makanisa ya kinabii? Hatuishi kiliturujia. Tunaishi kiroho. Tunaishi kwa kujitamkia. Yesu akuponya kwa kuomba, aliwauliza unataka nini? Sijui kama unanielewa ninachozungumza wewe. Yesu alikuwa anauliza wataka nini? Bartimayo akasema nataka kupona. Yaani kaanza kujitabiria uzima. Yesu aje kurupuka, kwa jina langu Yesu Kristo pokea uzima. Akamuuliza wataka nini? Alitakiwa kusikia sauti kutoka kwa mhusika anajitabiria nini. Hello. Akamwambia Bwana, nahitaji kupona. Alivyojitabiria sasa Yesu akasema okay, umejitabiria vema. Akakamata tope, akalifinyanga na mate, akampaka usoni. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo akamwambia waona nini? Akamwambia waona nini? Baada ya kujitabiria kuona, je, waona nini mbele yako? Naona hivi, naona hivi, naona hivi. Yes, umeona sawa sawa.
2026 Mungu anakuuliza swali moja. Unataka nini mwaka huu? Nataka mafanikio. Utaambatanaje na mtu ambaye hana mafanikio? Sema amina. Ndio maana naambiwa hivi, ukitaka kuwa tajiri lazima uambatane na matajiri. Ndio maana unasikia matajiri wana vikao vyao. Ukitaka kuwa mtu wa rohoni lazima udili na baba yako wa kiroho vizuri. Sijui kama unanielewa. Ukitaka kufikia level fulani ya uimbaji lazima ukae na waliokutangulia kwenye uimbaji. Ndio maana mimi ukiniona niko hapa, mimi nina mawazo makubwa, sio kwa sababu naamka nayo, no, ninawaangalia walionitangulia. Nasema pale Mungu alifikaje? Kama walifika pale, na mimi ni Mungu, mimi utanivusha na nitafika. Mimi ukiniambia ni watu gani ninaowafuatilia, sio wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Na waangalia watu waliokwepo nje, na waangalia walifanikiwaje wale watu, naangalia historia yao, walikuwaje. Unaangalia ukuaji wao, walikuwa ni wanyenyekevu. Sema amina. Walikuwa kwenda kuomba mlimani, wao ni jambo la kawaida. Ni wanyenyekevu, ni mtumishi, lakini hajinui. Hajinui. Bwana Yesu asifiwe. Nani aliwahi kumwona BTB Joshua anatembea na bodyguard nyuma? Nani aliwahi kumwona yule mzee mpaka anakufa? Nani ulishamuona? Bodyguard yaziko, ni watumishi wake tu walikuwa nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa na neema kubwa. Lakini mtu anataka kukua lazima uwafuate wale wakongo wa imani wa injili ya kinabii. Uangalie wamepitia wapi, wametembeaje. Lazima umwangalie na baba yako wa kiroho ametembeaje. Nikiangalia nyuma, baba yangu wa kiroho mwanzilishi, vita alivyovipitia mpaka huduma imesimama. Watu wanaekewa sumu, watu wanatishiwa kuuawa, kutekwa kwa sababu ya injili. Kwa nini simwangalie kama baba yangu amepitia haya? Mpaka na mimi nimezaliwa kutoka kiuno kwa baba yangu. Manake baba yangu baba yangu kuna mengi aliyapitia. Ndio maana huduma ya Baragumu ikafanyaje? Ikasimama. Kwa hiyo na mimi lazima nipitie magumu, ni aso, ili nifute machozi ya baba yangu. Unajua mpenzi, yani ile timu walikuwa wanatumia mobeto nzuri, iPhone Pro Max imekuwa vizuri, yani sasa hivi imeshuka bei. Sasa hivi kwa Kariakoo ukiwa na milioni 2.5 unaipata. Jamaa anasema kuna deki hapa. Milioni 2.5 si mtaji. Huu mtaji angefanya biashara angefanikiwa. Kwa milioni 2.5 na asemi kama akupi, anakusema isee, utapendeza mpenzi wangu, utapendeza, yani mashosti wako utawakomesha. Kweli watakoma. Kabla hawajasema watakoma, jamaa kapiga msere yeyu, kaondoka zake, kasikimbiza milioni 2.5 zake. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mfumo wa maisha yako, utafanikiwa zaidi ya kufanikiwa. Utafanikiwa zaidi ya kufanikiwa. Sema amen. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanaenda kuiangalia familia wanaishi maisha gani. Hii familia ya kimungu, kama ya kimungu anasema pale ni pa kuoa. Sitaki, pale ndio pa kuoa. Wanajua utawapelekea mbegu ambayo italeta laana kwenye familia. Wanasema ile familia tunayojua ni wambea. Wanakuambia si umeona kaolewa kaachika, dada mtu yuko pale, mama mtu kaolewa kaachika yuko pale, wajukuu wameolewa wameachika, na wewe unaenda pale. Angalia familia, akitazama tunajua mlolongo sio mzuri, anahama. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mko mahali hapa hamwezi kuelewa, kuna siri za familia ziko ndani. Update imekuwa kwa mama imeshuka, ingine imekuwa kwa baba. Utamwona baba alio mke wa kwanza amezaa ndugu zako, mama kafariki. Amezaa mke wa mwingine, mama amefariki. Umekuja kuzaliwa wewe, mama ametangulia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unashindwa kupambana kuing'oa ile mbegu ya baba yako. Unataka kuuliza pale mwenye shida ni nani? Sio wale waliokufa. Mbegu ipo kwa baba. Yamkini kuna agano la mauti kwamba kila mwanamke atakayezaa naye afanyaje? Hafe. Ndio maana mtu akitaka kukuoa au kuolewa anachunguza familia anayoenda. Yuko mama akiolewa, akizaa mwanaume anakufa. Akizaa mwanaume anakufa.
Mwanaume watatu wanazaa na kufa. Watu wanaangalia, anauliza mmezaliwa wangapi na nyinyi mlivyokuwepo? Mama mme wa kwanza amezaa watoto 2, baada ya hapo mama aliolewa tena. Yaani tunaema kuolewa, mama aliolewa tena, tumezaa watoto 4. Baada hapo ameolewa nani? Ameolewa tena, ndio nimezaliwa mimi hapa. Anaangalia. Kwa hiyo wale wanaume wote, baba zenu wale wote wamekufa. Na wewe baba yako amefariki. Jamaa anasema wewe, hii mbegu inaweza kuwa bado inaendelea kuishi. Nikiingia hapa ninaweza nikafanyaje? Nikafa, nikasambaratika. Eleweni, na wapeni kodi za maisha kuyatafuta maisha mapya. Watu wengi wanashindwa kuendelea. Achana na kufa kimwili. Siku hizi mtu anakufa mpaka imani. Sijui kama unanielewa. Hiko siri. Kama we mtoto bado una neema hiyo, kama kuna siri, pambana, ikomboe. Sema ninakataa hii asili iliyosimama kwenye familia. Muulizeni mama nabii huyu hapa. Kuna familia fulani tunaitambua, wamezaliwa lakini waume zao wote wamefanyaje? Wamekufa. Kuna agano la ujane limefanyaje? Limesimama pale. Waume zao wamefanyaje? Wote wamefariki. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wote wa kike wako, lakini waume zao wote wamefanyaje? Wamefariki. Kwa sasa mtu kuoa kwenye ile familia anaanza kujidiscuss. Itakuwaje? Itakuwa 1 2 3. Itakuwa ni mtihani. Lakini binti au kijana, kama unajielewa, 2026 una matarajio ya kuoa, una matarajio ya kuwa na familia, una matarajio ya kufanikiwa, kuna vitu vingi vya kukikemea na kuviondoa kwenye maisha yako, ili utakapoanza maisha yako mapya utamwona Bwana akikutetea, akikupigania, akikufungua katika jina la Yesu. Pokea neema ukashinda vita zaidi ya kushinda. Pokea neema ukashinda vita zaidi ya kushinda. Sema napokea. Sema napokea. Usianze kitu kabla Yesu hajanyanyua kinywa kuthibitisha. Sijui kama unanielewa. Nenda Mathayo, kimbia. Mambo yote ukitaka kuyaanza, usiyaanze bila uthibitisho. Unafanya biashara, mwanangu, beba sadaka ikomboe hiyo biashara. Huu mwaka kuna siri nyingi zimesimama, ila ni ufahamu kutambua. Sema amina. Hata mimi ninaponiona, mimi siwezi kuanza ibada hapa bila wakubwa wangu kuwatumia sadaka. Huu ni mwaka, Bwana Yesu asifiwe. Inaanza kupewa taarifa. Ukimwona askofu wako anakupa jambo, anakuambia kitu fulani, litekeleze, kwa maana ndio unapanda mbegu ya ile huduma kwa mwaka unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi nikiambiwa chochote na chechemea, wazazi ndio wananiambia kuna kitu wanakiona. Wasiofanikiwa wengi ni wale wana njaa bwana, tafuta mimi. Haki ya Mungu wengi wamedondoka. Kwa hiyo mimi nilitambua ile siri. Nikiona sibu inaingia, najua kuna neno la uzima linasimama katikati yangu. Nikiambiwa chochote, sio kusema baba, si nimeweka bati, si nina mafundi. Sema amina. Nitapiga sarakasi, nitaomba Mungu achilie neema. Alafu kisha isendi tu anakwambia ukapokee baraka, umande ukamiminike, wewe na watoto wako wa kimwili na watoto wako wa kiroho daima. Elewa hilo neno linakuvusha mwaka mzima. Soma mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naenda kusoma Mathayo sura 5 mstari wa 1. Yes. Naye alipoona makutano, Yesu alipowaona makutano, alipanda mlimani. Alipanda zake mlimani. Na alipokwisha kuketi mlimani, wanafunzi wake walimjia. Wanafunzi wake walimjia Yesu. Lakini Yesu alipoona nini? Makutano. Alipoona makutano, alipoona mkutano, imeandikwa alipanda wapi? Mlimani. Kwa nini alipanda mlimani? Kwa wakati ule alikuwa ana neno la kuambia wale makutano. Sijui kama neno anazungumza. Sijui kama anazungumza. Yesu limeandikwa alipoona makutano wamekusanyika, akainuka akaenda wapi? Mlimani. Angeona makutano sangesimama anze kuwahubiria, lakini alitazama yale makutano yaliyokuja. Kuna vipofu, kuna viwete, kuna vilema, kuna viziwi, kuna watu wasioelewa, kuna watu waelewa. Wengine wamekuja kwa ajili ya kumsifu Mungu, wengine wamekuja kumsikia neno. Lakini alipoona makutano
akayaacha makutano yeye, akapanda mlimani. Alipopanda mlimani, wanafunzi wake wakamfuata. Elewa, wanafunzi ndio wakamfuata Yesu mlimani, sio makutano. Unaposikia mlimani ni kwenye maombi, kuzungumza na yule aliyekupa mamlaka ya kurejesha majibu. Yesu wakati ule alikuwa ana majibu ya kuwapa makutano. Je, hawa nitawapa chakula gani? Yesu akaamua pande mlimani. Alipopanda mlimani, watumishi wake kwa sababu washazoea Yesu mtu anafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Walijua huyu jamaa mdao anafanya nini? Miujiza. Wanafunzi wakamfuata, wakamwambiaje? Akafumbua kinywa chake. Walivyomfuata wanafunzi, Yesu akafungua kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Yesu amefungua kinywa chake. Sasa kwa hiyo kumbe makutano wanamfuata mpaka wanafunzi wake wafuata kule mlimani. Alifunga kinywa. Kinywa manake ndiyo yanapotoka maneno. Sema amina. Kwa hiyo kumbe alifunga kinywa, alikuwa hana maneno ya kuambia wale makutano. Lakini alipopanda mlimani wanafunzi wake wakamfuata. Biblia imeandikwa akafungua kinywa. Usifanye kazi, usifanye biashara bila Yesu kufungua kinywa kuthibitisha hiyo kazi, kuthibitisha hiyo biashara. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Tumefungua huu mwaka. Mimi sijaja hapa kuhubiri peke yangu, lakini nilisikia sauti ya Yesu kafungua kinywa. Ameniambia waambie watoto wa machoe wabadilishe maisha yao, wabadilishe mtazamo wao, wabadilishe kuniabudu, wabadilishe kufanya kazi, wabadilishe kuja madhabahuni. Sio kuja tu. Sio kuja tu. Kuna wakati naishiwa maneno ya kuambia watu. Lazima nipande mlimani kusii na Mungu. Na Mungu jibu atakalonipa ninawaletea. Sema amina. Kwamba Mungu ameongea 1, 2, 3. Sema amina. Na Mungu amenipa sauti kabla ya mambo yote yatakwenda kusikika mlimani. Sema amena. Mpe Yesu makofi na vigeregere ya shangwe. Endelea hapo. Wanafunzi wakamfuata. Rudia hapo. Naye alipoona makutano, yes, alipanda mlimani. Na alipokwisha kuketi mlimani, wanafunzi wake walimjia. Wanafunzi wake wakamjia. Akafumbua kinywa chake. Yesu akafungua kinywa chake sasa. Akawafundisha akisema. Akawafundisha wanafunzi wake akisema, heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho. Kwa sababu aliangalia makutano. Aliona makutano wamekuja ni watu wamekuja, kila mtu na uhitaji tofauti tofauti. Alianza kuwafundisha wanafunzi wake. Aliwaambia heri maskini wa roho. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni. Heri wenye huzuni. Maana hao watafarijika. Maana hao baada ya kutoka mlimani watafarijika. Heri wenye upole. Heri wenye upole. Maana hao watairithi nchi. Maana nchi hiyo watairithi wao. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Wenye njaa na kiu ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano sasa hivi kizazi hiki, achana na nchi ya Tanzania, kizazi generation hii dunia nzima sio generation ya siasa, bali ni generation ya maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Hawatakaji siasa perembe hazipogi sasa hivi. Sasa hivi wanatakiwa waone kazi imefanyika na maendeleo yapo. Ukifanya maendeleo hawakupigii kelele, lakini usipofanya maendeleo lazima watakupigia tu kelele. Sema amina. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Unatakiwa ubadilike mindset yako. Unatakiwa maisha yako uyabadilishe katika ulimwengu wa roho. Usitake vitu vidogo vya ajabu, bali mwambie Mungu, ndani ya mwaka 2026 badilisha hatua zangu zote. Nione familia yangu ikiwa wazima. Ndugu zangu, Mungu naomba wasiumwe magonjwa. Kwa sababu hata ukimiliki fedha, ukimiliki mali, fedha ukiingiza hata milioni 2 hata kwa mwezi,
Bwana Yesu asifiwe. Lakini familia yako kijijini ikiwa inaugua, ukichukua pesa unatuma tu, kuna pepo la ufilisi linakuja. Mwisho wa siku mwaka mzima unapita, hujafanya chochote. Shida sio pesa, bali kuna roho ya kutawanyisha imesimama kwenu. Huu mwaka ni wa kuipiga ile roho, iwaachilia katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Yesu alipoona makutano alipanda juu, aliona yale makutano kuna shida nyingi. Kuna maskini pale wa imani, kuna watu tofauti tofauti. Akaamua apande juu. Wanafunzi wake alipofika akaanza kuwapa speech wanafunzi wake. Sio watu wote, anawafundisha. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Yes. Maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi. Kanisani kuna wapatanishi? Hapo ndipo. Bwana Yesu asifiwe. Wapatanishi mnawajua? Huyu anaongea uongo, huyu anaongea uongo. Mnatakiwa muwachukue, mpatanishe kwa ukweli. Kanisa linaparanganyika kwa sababu hakuna wapatanishi wa kupatanisha ukweli. Mwingine anapenda umbea. Usitake umbea na unafiki, kuwa mpatanishi. Imeandikwa mpatanishi maana yake nini? Atarithi? Wataitwa wana wa Mungu. Wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wale wanaoudhiwa kwa ajili ya haki. Heri yule anayesimamia kwa ajili ya haki, hata kama anafungwa, hata kama anasemwa vibaya, lakini anasimamia haki. Hata kama anaongelewa vibaya, akifika hapa anasema madhabahuni kunatakiwa kubadilike. Wengine wanamziaki, wengine wanamnyoshea kidole. Nikwambie mwanangu, kama wewe unapitia hayo, usiogope, songa mbele, achana nao hao. Chana nao hao, wachawi wanakuharibia maisha yako. Wanasubiri wewe ukifanya hivyo, Mungu atakuepusha, hautopigwa na mizimu ya kwenu. Wanakuletea ujinga ili uache ili upigwe na mizimu ya kwenu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Yes. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Yoyote atakayewaudhi na kuwanenea maneno mabaya kwa uongo kwa ajili yangu, kwa ajili yangu Kristo Yesu, furahini na kushangilia. Wanangu, msiogope ukiambiwa mabaya kwa ajili ya imani yako. Furahi na kushangilia katika jina la Yesu. Furahi na kushangilia katika jina la Yesu, kwa sababu hao watakufikia, hao watakushushia heshima yako, lakini ukiona yanainuka, furahi katika Bwana. Sio mimi, ni Biblia. Ndio maana nasema kuna watu wengi wataostopisha. Achana nayo watu. Wewe furahi katika Bwana. Sema amina. Wewe ukiona uelewi, mimi sikufichi. Fanya utakachojua wewe. Ukiona una bati liko nyumbani unaangalia choo kijajengwa, lete bati endelee kuwekwa kwenye choo pale. Kama unaona ipo kama hii, wewe ukiangalia pale, baba zimebaki za shilingi ngapi? Pale mwanangu zimebaki kama za 400,000. Baba mimi pale naongezea 200,000 pambana. Na mimi nasema napata 200,000, lakini tumemaliza. Mtindo umeisha. Lakini ukimshirikisha mwingine hana roho ya kupambana kama wewe. Ukimwambia jamani madhabahuni pale, hivi tukimaliza zile bati, sisi tunakuepo ndani namna hii. Afu tutanua hema letu litakuwa kubwa. Sasa mwingine anakuambia usifanye hivyo. Una hela nyingi. Acha haya mambo. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Mimi ninakwambia leo Mungu amesema nije niweke msingi wa mwaka 2026. Ndio ibada ya Ijumaa ya kwanza ya mwaka huu. Sema amina. Na tunahitaji mpaka ibada zinazofuata tuone mabadiliko. Tunachotaka sisi ni mabadiliko. Tunachotaka sisi ni mabadiliko. Sitaki nikuone uwe hivyo. No, mimi nahitaji kila nikikutazama nikuone mtu mwingine. Nikuone umebadilika kwingine. Nikikutazama hata nikikuita, nikikuuliza, nikikwambia ile biashara unayofanya inaendeleaje? Baba, nimeapprove, nimetoka hapa. Sasa hivi niko kuna kufikiria, najua namna ya kuwekea mkono tena biashara iendelee kukua.
Baba, ofisini nimepata, lakini mshahara ananiambia watanilipa 3,500, lakini bado anaambia mpaka nifanye vizuri ndio ataniandikia contract yangu. Haina shida, naangalia Mungu fanya njia huyu apate mkataba wa kudumu. Naangalia, lakini sio na kuombea. Baba, unajua ile biashara imeshakufa. Najiuliza, mbegu gani iliyopandwa ya kuua hapa? Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kupanda mbegu alafu ife. Na kuwa makini na yule, hata kama una biashara ya kushare, make sure unakuwa makini. Jitahidi na wewe kufanya wewe peke yako kwanza, uangalie kama itakufa. Sema amina. Kwa maana kwenye biashara za watu wawili, kila mtu huwa anakuwa na mawazo yake. Wewe utataka uchukue ile fedha uwekeze, lakini mwingine atakupa idea nyingine. Kwa hiyo unaitoa ile fedha inapukutika. Lakini ukijiongoza wewe kama wewe, maana maamuzi yako yatakuwa active muda huo. Utasema hapa, hii kwenye 2,000,000 nakula 200,000, 1,000,000 na 800,000 naenda kuwekeza kule. Hii 200,000 nitajibana. Lakini ukishaona mbao 2,000,000 mpo wawili, nafikiria nikiongea hili atasema labda natamani huko. Mnapasua kula milioni, kula milioni. Imeisha pale, hakuna mtaji mliowekeza. Biashara lazima ifanyaje? Ife. Lakini kwa nini unaishi kwenye kuua kitu bila kuzalisha kitu? Nina hapa kwa Mungu wangu aliye hai, uwe mfugaji, uwe ni mfanya biashara, uwe msusi una saluni, uwe unafanya biashara ya chakula restaurant au hoteli au kefu yoyote, na kuombea kwa Mungu uwe unaufahamu akinifu, ukafanikiwe zaidi ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Iwe unafanya biashara ya fedha, iwe unakopesha unakopa, iwe unatumia Tigo Pesa, M-Pesa, katika fedha utakazozipokea zisiwe za kiganga za kishirikina, bali zije za kukuletea manufaa katika jina la Yesu Kristo. Huu ni mwaka kuleta matokeo zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi na vigelegele.